Kila siku tunaangalia masaa. Tunajua siku moja iko na masaa 24. Na tunajua mwaka uko na mwezi 12. Kujua hizi vitu zote si kupenda kwetu. Ukiangalia kutoka kitambo walikuwa wanajua mwezi wa mvua na mwezi wa jua. Kujua hizi vitu zote ni kwa sababu dunia inazunguka. Lakini je, dunia ikisimama mahali pamoja, ni nini inaweza fanyika? Dunia inakuanga kama yai. Ukiangalia yai, upande wa juu ni ndogo, katikati ni kubwa, halafu upande wa chini pia ni ndogo. Dunia ikizunguka, upande wa katikati ndio unazunguka muda mrefu, juu ni kubwa. Ndio maana nchi mingi zinakuanga na masaa tofauti. Dunia inazunguka zaidi ya kilomita 1900 kwa saa eneo la ikweta. Hapa ndio kuna mstari wa kugawanisha dunia mara mbili. Hata kama unaonekana umesimama, kwa kweli unasafiri kwa kasi kubwa sana bila kuhisi. Teknolojia mingi zinatumika hewani kama radar za kuongoza ndege, zinatengenezwa kulingana na spidi ya dunia vile inakimbia. Ni kumaanisha dunia ikipunguza kukimbia kilomita 1 peke yake, ndege mingi zitapotea. Kwa sababu teknolojia ya radar itakuwa inatumia spidi ya dunia kawaida na dunia yenyewe imepunguza. Ndege zitakosa mawasiliano ya ukweli. Dunia ikipunguza kukimbia kilomita 1 peke yake, siku yetu itakuwa mrefu, juu masaa taenda polepole. Tarehe 21 mwezi wa 6 kila mwaka nchi mingi za Ulaya zinakuanga na siku mrefu sana, kwa sababu dunia ikikimbia inageuka na inamulika upande mmoja wa dunia muda mrefu. Halafu tarehe 21 mwezi wa 12 wanageukiwa na kuwa na siku fupi sana, masaa 9 peke yake. Sekunde ya kwanza dunia ikisimama inaweza kuwaje? Kitu ya kwanza, mwili wako hautasimama. Zaidi ya kilomita 1600 kwa saa, binadamu, wanyama, majengo, wote vinarushwa kwa nguvu ya ajabu. Watu wanarushwa kama risasi. Magari yanapaa angani. Majengo marefu yanaporomoka. Hakuna muda wa kupiga kelele na hakuna muda wa kukimbia. Ni kama gari kikimbia sana alafu kanyage breki. Maji yanainuka kama ukuta mkubwa. Miji ya pwani inafutwa kabisa. Dunia inasafishwa kwa maji. Tazama part 2 na usubscribe kwa hii channel kwa historia za ukweli ambazo hazifundishwi shuleni.